Tuna Samsung S26 series tayari iko mtaani, lakini hapa nitakupa review sana sana tutabase kwenye S26 Ultra. Lakini kabla tujaendelea, follow account yangu ya Instagram pamoja na YouTube ili tuende sawa. Samsung S26 Ultra ni moja kati ya simu za gharama zaidi sana kwa sasa hapa duniani, lakini nini kinafanya simu hii inakuwa ya gharama sana? Ungana na mimi katika hii. Here we go. Kwanza tukiangalia kuna integration ya AI. Kama unavyojua sasa hivi dunia inaenda kwenye AI. Kwa hiyo Galaxy AI imekuja na improvement kubwa. Kuna pro camera, new lenses labda unaweza tukapata, lakini pia kuna processor ambayo ina nguvu zaidi kwa sasa kutoka Snapdragon, lakini best zaidi ni display. Of course kuna maajabu amefanya makubwa sana kwenye display. Katika upande wa design na colors zinafanana, na this time katika upande wa design, upande wa nyuma kwenye kamera kuna kitu kinaitwa ambient islands ambayo imekuja hapo, lakini pia wamepunguza ile edges kwenye simu kama inavyoonekana hapo. Ukitazama utakuta S25 na S26 Ultra zinatofautiana, kwa maana kwamba S26 Ultra imekuwa ni ya duara zaidi kwenye upande hizo kwenye pembe kama ambavyo unaona hapo, S26 Ultra upande wa kushoto na S25 Ultra upande wa kulia. Lakini kwenye camera setup tunasema zinafanana, isipokuwa kwamba sasa hivi sensors ndo zimeongezwa, kwa maana kwamba zinaruhusu mwanga mwingi kuingia kwenye lens, na hivyo kuzifanya picha ziweze kuwa angavu zaidi au zinang'aa zaidi, hususan katika maeneo ambayo yana mwanga ambao ni hafifu. Lakini matokeo ya mwisho ya picha zikishapigwa, hususan kama mchana, tofauti yake ni ndogo sana kati ya hizo simu mbili. Lakini pia ukija ukiangalia upande wa selfie camera imekuja ni vile vile megapixel 12, isipokuwa this time kuna more details ambazo zinaonekana kwenye Samsung S26 Ultra ukilinganisha na ile ambayo ni ya S25 Ultra. Lakini kitu kingine imekuja na call screening, feature ambayo itakusaidia kushirikiana na AI, itakusaidia wewe kuweza kujua nani anakupigia simu na kwa sababu gani, kama namba ikiwa ni ngeni. Kwa hiyo unaweza kuamua kupokea au kutokupokea. Lakini pia the most defining feature ni hapa katika display, ambayo ndo kuna maajabu ya kutosha. Tumezoea kuwa na privacy glass protectors, lakini hapa tumekuja na privacy screen ambayo inakuwa ni inbuilt feature. Hii feature inakusaidia wewe kuweza kuzuia mtu ambaye hausiki na simu yako kuweza kuona kile ambacho kiko juu ya screen yako, kwa kuweza turn on baadhi ya pixels katika simu zitazima na kuzuia mtu mwingine asiweze kuona isipokuwa wewe ambaye unaitazama. Uzuri wa hii ni customizable, unaweza customize vitu vingi. Kwa mfano, unaweza kaamua kwamba labda nikifungua application fulani ndipo ambapo hiyo privacy display iweze kuwa on. Labda unaweza ukachagua nikifungua WhatsApp au nikifungua message au tumia application ya benki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo itakusaidia sana kuweza kulinda taarifa zako, labda uko kwenye restaurant, uko kwenye basi, uko kwenye daladala, uko kwenye uwanjani unaangalia mpira. Lakini pia unaweza kaamua labda notification tu ikiingia ndio iweze kufanyaje, iweze kuweka hiyo display on. Hii inasaidia sana. Lakini feature nyingine ambayo ni mpya tumekuja hapa kuiona inaitwa Creative Studio, ambayo hii ni feature inapatikana kwenye series ya S26. Ni feature mpya unaweza kuiweka, kwa maana hapo unaweza kutengeneza vitu mbalimbali, kuanzia invitation card au kadi za mwaliko, ukatengeneza birthday card, unataka wape watu mwaliko labda wa birthday na vitu kama hivyo. Lakini pia unaweza kutengeneza wallpapers kwenye simu, unakuta tamani wallpaper iwe labda aina fulani. Kwa hiyo utakachotakiwa wewe kufanya ni kuchagua template, alafu utatengeneza kitu ambacho wewe unakitaka na kitakuwa exactly kama ambavyo wewe unataka, kwa kuweza kuipatia prompt ya kwamba nataka labda ufanye hivi, utengeneze hiki, uweke hiki, uweke hiki, uweke hiki, afu yenyewe itakuwekea. Wewe utachagua. Kama haujapenda unaweza kufanya modification pale, lakini ina kutengenezea kitu ambacho wewe unakuwa unakihitaji. Haipatikani katika lineup nyingine, labda kama wailete katika auto update baadaye, lakini kwa sasa ipo exclusive kwa ajili ya Samsung S26 series. Lakini pia kuna feature hii hapa ambayo inaitwa Now Nudge. Hii ni feature mpya pia ambayo yenyewe inaongeza screen awareness kwa kutumia AI. Kwa mfano, unaweza kumwambia mtu bana, umemtumia message, "Hi Joe, naomba nitumie picha zilizopiga jana." Sasa yenyewe itajua au itafanya utafiti huko ndani kwamba ulipiga picha na nani, alafu itakuletea suggestion ya kile ambacho mtu anakiomba. Wewe utapiki pale alafu utatuma. However, katika privacy mimi sijajua ikoje, kwa sababu nakuwa umeipa sana uhuru AI wa kuweza kujua sana simu yako. Of course ila unaamua, unaweza ka turn on au ka turn off. Lakini kitu kingine kinaitwa horizontal lock. Wakati wa kurekodi video unaweza ukalock kitu ambacho unakirekodi. Lakini pia kuna super speed mode.
of course ni kitu kizuri, lakini pia wakati wa labda kama una rekodi, inawezekana zile engo wakati simu inacheza simu yako itaanza kufanya correction ya ile movement, kwa mwisho wa siku video inatoka kama iko still nzuri. Lakini pia kuna audio eraser, ni feature ambayo ni nzuri sana. Inakusaidia kupunguza sauti ambazo hazihitajiki wakati labda wewe unafanya shughuli zako, labda unaangalia movie au kuna kelele YouTube au Instagram, au unaangalia mpira, unataka kumsikilize mtangazaji, basi unaweza kutumia hiyo feature kwa kuweza kuweka on, lakini pia na audio focus iweke on ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Kumekuwa kuna feature nyingi sana ambazo zinavutia, lakini hizo ni kubwa. Lakini katika upande wa Creative Studio kuna kitu pia kingine kinaambatana au kinafanana na hicho, kinaitwa Photo Assist. Hii of course imekuja kuwa ni nzuri sana. Photo Assist yenyewe inakusaidia wewe kuweza kuongeza kitu au kupunguza kitu kutoka kwenye picha ambayo umeipiga, au kutoka kwenye gallery kwenye picha ambazo tayari umekwisha kuzipiga. Kwa hiyo hii ni bonge moja pia ya feature, inafanya vizuri sana. Hebu tazama inavyofanya kazi hapo. Kwa mfano nimepigwa picha ya hivi viungo hapo, lakini wakati huo unataka uweke havina maua, unataka uweke maua. Kwa hiyo itatoka hapo prompt ya kuweza kuadd text. Kwa hiyo utaongeza text, labda kusema kwamba ikuongezee maua katika nini ya hiyo mitungi hapo. See what happens? Unaona kinachotokea? Basi maua yanafanyaje? Yanatokea. Kwa hiyo ukitazama hamna maua, ukiweka kuna maua. Kwa hiyo wow, ni nzuri. Kwa feature nzuri ambazo nimependa kwenye Samsung display, Photo Assist, horizontal lock pamoja na audio eraser. Hizi ni feature nzuri, pamoja na fast charging. Of course betri wamezingua. Kwa nini wamezingua? Kwa sababu betri imekuja ni ile ya 5000 mAh. Hakuna tofauti na, yani kwa almost miaka mitano hivi Samsung hawajabadilisha betri katika Ultrafone. So kama unataka new features, nenda kwa hizo ambazo nimekutajia, ila otherwise stay where you are.